Hujambo mwanafunzi na karibu katika kipindi cha leo. Tunaenda kuangalia lahaja. Kwa hivyo tutaanza kwa kueleza maana ya lahaja, na tunaambiwa kwamba lahaja ni tofauti katika matamshi, maumbo na matumizi katika lugha ambayo huhesabiwa kuwa lugha moja. Yaani inamaanisha kwamba katika lugha unaweza kupata watu wana matamshi tofauti, maumbo tofauti ya maneno au matumizi katika lugha, na lahaja inaposanifishwa hupata hadhi ya kuwa lugha. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba lahaja ni kijilugha. Kwa kutolea mfano, taja aina mbili za lahaja. Kwa hivyo kuna aina za lahaja. Aina ya kwanza ni lahaja za kijamii. Hizi ni zile lahaja ambazo hutumiwa na makundi ya watu kutokana na sababu za kiuchumi, kitabaka, kiumri, kidini, kiutamaduni au lahaja ya mawasiliano na vipengele vingine vya kijamii. Kwa mfano, Sheng na Kisetra ya Walowezi. Kuna lahaja ya kijamii, kijilugha ambacho hutumiwa na kundi fulani la watu ili kutimiza haja fulani. Haya. Kuna lahaja ya kijiografia. Hiyo ni aina ya pili ya lahaja. Na tunaambiwa kwamba hizi ni zile lahaja ambazo huzuka na kuzungumzwa katika eneo moja la kijamii. Ningependa uzingatie maneno eneo moja la kijamii. Yaani ni lahaja ambazo huzuka na kuzungumzwa katika eneo moja la kijamii, nazo hutokea wakati watu wa lugha moja wanapohamia maeneo fulani kisha wakatengwa kimawasiliano na vizuizi mbalimbali. Natumai tumeelewa. Kwa hivyo kuna aina mbili za lahaja. Tusonge. Tunaambiwa fafanua sababu za kuzuka kwa lahaja. Alama 10. Fafanua sababu za kuzuka kwa lahaja. Sababu ya kwanza, kutawanyika kwa watu. Iwapo kuna kundi la watu ambao walikuwa wanatumia lugha moja kisha wakatawanyika, hali hii huenda ikasababisha kuzuka kwa lahaja, kwa sababu kundi hili huenda watu wakaishi katika maeneo mbalimbali ambapo mazingira ni tofauti. Kutawanyika kwa watu. Watu ambao wanazungumza lugha moja kisha wakahamia maeneo mbalimbali huenda wakaanza kutumia lugha tofauti. Pili, kuingiliana na kuonana, kuoana kwa watu. Kuingiliana au kuoana kwa watu. Tuseme kwa mfano mtu ameolewa au akaoa kutoka jamii nyingine, hali hii huathiri lugha kwa namna fulani. Kwa mfano, umeoa ama umeolewa katika jamii ambayo inazungumza lugha tofauti na lugha yako ya kwanza. Hoja ya tatu, uhusiano baina ya watumiaji wa lugha kama vile biashara. Wakati mwingine watu huhamia kwenda mjini kwa ajili ya kufanya biashara. Kwa hivyo utapata kwamba kuna pengine Wakamba, kuna Wakikuyu. Yaani wanapohusiana kuna namna ambavyo lugha yao itaathiriwa. 4, dini. Kwa mfano, dini ya Waislamu na Wakristo huweza kusababisha kuzuka kwa lahaja. 5, utawala. Kwa mfano, iwapo mfumo wa kisiasa ambao upo madarakani unapendelea namna fulani ya lugha, kwa hivyo hiyo namna itaweza kuenea. Labda mfumo ulio madarakani unapendelea namna ya kuzungumza, namna ya kutamka maneno au maumbo fulani ya maneno. Kwa hivyo muundo huo utafanya nini? Utaweza kuenea. Hoja ya 6 tunaambiwa ni elimu. Wakati mwingine elimu husababisha kuzuka kwa lahaja ambapo aina fulani ya lugha kama vile Kiswahili sanifu hutumika katika mafunzo. Naam, elimu pia inachangia katika kuenea kwa lahaja, kwa sababu tunaambiwa kwamba utapata kuna mfumo ambao unapendelea lugha fulani. Kwa mfano darasani au katika darasani tunahimiza kufunza kwa Kiswahili sanifu, kwa hivyo kitaendelea. 7 ama sababu ya 7 tunaambiwa kwamba mwachano wa kijiografia. Wakati mwingine utapata kundi la watu limeachana kwa sababu za kijiografia. Kwa mfano, kundi la watu limetenganishwa na milima, tuseme kwa mfano mito. Hali hii itasababisha lahaja kwa sababu tofauti za kimasafa huweza kusababisha kuzuka kwa lahaja. Hoja ya 8 tunaambiwa ni kwamba lahaja maalum hutokea.
wakati ambapo lugha inaposanifishwa kwa matumizi rasmi, kwa mfano elimu, maandishi na kadhalika. 9, elimu husababisha kuzuka kwa lahaja ambapo aina fulani ya lugha kama vile Kiswahili sanifu hutumika katika mafunzo. 10, ujirani wa makabila. Kwa mfano, makabila yanapopakana, lugha zao huweza kuathiriana kwa kiwango cha kuzua lahaja mpya inayodhihirika kimatamshi. Natumai tunaelewa. Na mwisho, hoja ya 11 ni kwamba matabaka katika jamii. Tabaka la juu, kwa mfano, hujizulia lahaja inayowatambulisha katika matumizi ya msamiati, na vile vile tabaka la chini. Yani matabaka, kuna watu wa matabaka mbalimbali. Tabaka la juu hujihusisha na lugha fulani ambayo ni tofauti na tabaka la chini. Pia ningependa tuangalie sifa za lahaja. Sifa ya kwanza, lahaja hutambulisha watu wa eneo moja au watu wa tabaka moja. Naam, hutambulisha watu wa eneo moja au watu wa tabaka moja. Kumbuka tuliangalia tukaona kwamba kuna lahaja za kijiografia ambazo huhusisha watu wa eneo moja. Kwa hivyo iwapo watu watakuwa wanazungumza lahaja kutoka eneo moja, lahaja hiyo itatumika kama kitambulisho chao. Pili, lahaja hutumiwa na kundi au eneo ndogo ikilinganishwa na lugha iliyozaa lahaja hizo. Kwa hivyo lahaja ni kijilugha tu na sio lugha ambayo imeenea na kutumika na watu wengi katika jamii. Kwa sababu tunaambiwa kwamba hutumiwa na kundi fulani, kundi ndogo au eneo ndogo. 3, lahaja huweza kuenea na kuzungumzwa na watu wengi na hata kuzua vilahaja. Kumbuka tumeangalia kwamba lahaja inaweza ikaenea. Naam. Kwa hivyo ikienea inaweza ikatumika na watu wengi. Hiyo ni sifa tu. Sifa ya 4, utamaduni wa lahaja za lugha. Utamaduni wa lahaja za lugha moja hufanana kwa kiasi kikubwa. Hiyo tunaelewa. 5, watumiaji wa lahaja lazima waelewane licha ya tofauti kati ya lahaja au vijilugha hivyo. Kumbuka katika sifa tuliona kwamba lahaja huenda ikawa na matamshi tofauti, maumbo tofauti. Licha ya matamshi tofauti, mwisho wa siku ni kwamba wanaotumia lahaja hiyo ni sharti waweze kuelewana hata kama wana matamshi tofauti ya maneno katika lahaja hiyo. Hoja ya 6 tunaambiwa kwamba lahaja moja huweza ikatofautiana na lahaja nyingine kwa kimatamshi, muundo wa sentensi, msamiati na maana, kiasi cha wazungumzaji kutoelewana. Wakati mwingine wanaweza wakakosa kuelewana. 7, tunaambiwa lahaja za lugha moja huwa na historia moja. Kwa mfano Kiswahili, utagundua kwamba chimbuko ni moja, maenezi labda. Na 8, tunaambiwa lahaja za lugha moja huwa na sheria za kisarufi zinazokaribiana licha ya tofauti zao. Na 9, aghalabu lahaja za lugha isipokuwa sanifu hazitambuliwi rasmi, na kwa mfano kama lugha hiyo haijaandikwa. Natumai tumeelewa maana ya lahaja. Na mwisho pengine tuangalie kuna tofauti gani kati ya lahaja na lugha. Tofauti ya kwanza ni kwamba kuna mawasiliano baina ya lahaja za lugha moja, ili hali hakuna mawasiliano baina ya lugha mbili tofauti. Kuna mawasiliano baina ya lahaja za lugha moja, ili hali hakuna mawasiliano baina ya lugha mbili tofauti. Sijui kama tumeelewa.